Habari zenu Tanzania. Kwanza kabisa, I'm going to try. Nitajitahidi ili nisiwe emotional. Kama mnavyojua sisi watu wa Pisces tuko very emotional. So I'm going to try ili nisilie, nisiwe emotional. Anyway, mnakumbuka kipindi cha Magufuli? Kipindi cha Magufuli. Mnakumbuka kipindi kile Daudi Bashite? I think uko Tanzania mnamuita Paul Makonda. Mimi huwa napenda kumuita kwa jina lake halisi. Sipendi kutumia jina lake la cheti feki. Hilo la Paul Makonda kwangu mimi siku zote atakuwa Daudi Bashite. Sasa kama mnakumbuka kipindi cha Magufuli, Bashite alikuwa na ile task force ambao alipewa illegally, ambayo haikuwa kisheria. Mnakumbuka kipindi kile Bashite alikuwa anaingia Clouds FM na mitutu ya bunduki. Kipindi kile ambapo Nape alipojaribu kufanya press, Bashite alienda pale na vijana kwenye task force yake, na kijana mmoja akashuka pale akamtolea Nape bastola hadharani. Kipindi kile ambacho Bashite alienda Dodoma na ile task force, wakampiga risasi Tundu Lissu mchana kweupe. Kipindi kile ambapo Bashite ndo alimteka Roma, kipindi kile yani ulikuwa unyama, right? Alikuwa na ile task force. Sasa ile task force kuna mtu kapewa, kuna mtu anayo sasa hivi. Kipindi kama cha mwaka mmoja kuna mtu ana ile task force. Yani I'm not sure if ni mwaka mmoja au ni kipindi, how long exactly, lakini yupo mtu ana ile task force sasa hivi. Huyo mtu ni Abdul, mtoto wa rais. Abdul sasa hivi ana task force ile aliyokuwa nayo Bashite, ya watu wenye silaha ambao kazi yao ni kudhuru watu wanaokosoa au watu ambao wanawaharibia mipango yao. Sasa hiyo ni ndogo. Kubwa ni kwamba Abdul ameleta kontena la silaha nchini. Ana kontena zima. Abdul kaleta kontena la silaha. Kontena lilivyofika Tanzania likashikiliwa pale bandarini. Kila mtu anaogopa release. Mnaambiwa sio silaha za kawaida, silaha za kutisha. Wakaambiwa pale kuja kutoa hili kontena, haliwezi kutoka hapa, lazima lije kutolewa na either vitengo viwili. Yani kati ya hivi vitengo viwili, either usalama taifa ndio waje kutoa hili kontena hapa, ama jeshi ndio lije kutoa hizi silaha, maana hizi ni silaha za kijeshi. Hivyo ndio vitengo viwili tu vinaweza kuja kutoa hizi silaha hapa. Naona amehangaika pale, amehangaika sana. Kila mtu anaogopa. Wakaambiwa hapana, lazima hivi vitengo, yani mmoja kati ya hivi vitengo viwili ndio waje kutoa hapa. Sasa ikawaje? Kule bandarini akatafutwa mkuu wa majeshi Tanzania, Mabeo akaenda akakagua ile kontena. Akakataa. Akasema siwezi kuauthorize hiki kitu. Sijui silaha zinaenda wapi. Siwezi kuauthorize, maana sijui zinaenda wapi. Mabeo alivyokataa, Abdul akaongea na mkuu wa usalama wa taifa, Mombo, right? Jina lake Mombo ndio aka sign off ile container
bandarini la silaha. Kali sign off. Kwa hiyo kuna container zima la silaha limeingia nchini, analo Abdul na task force yake aliyopewa. Hapa navyowaambia, container zima la silaha analo Abdul na task force yake. Wanasubiri uchaguzi uishe waanze kazi. Yaani sio waanze kazi wamekuwa wakifanya, lakini sasa wataanza kazi kufanyia na hizi silaha mpya walizozileta. Mnajua so nimeona information ilete because kuna upinzani, wakosoaji. Baada ya uchaguzi hali itakuwa mbaya. Baada ya uchaguzi hali itakuwa mbaya. Mnajua sababu ya Samia toka amekuwa rais anabadilisha wakuu wa usalama wa taifa? Amekuwa akibadilisha wakuu wa usalama wa taifa sababu wote aliokuwa anaweka pale walikuwa wanakataa kufanya kazi na mtoto wake. Wote waliopita walikuwa wanakataa kupewa maelekezo na Abdul. Huyu wa sasa hivi wamempata. Sasa wamempata mkurugenzi wa usalama wa taifa walikuwa wanamtafuta. Wamempata. Mombo na Abdul mnaambiwa ni mabest zaidi ya ubest. Wako hivi. Wamempataje yule jamaa? Wamempataje? Mnaambiwa, umeona ile Rolls Royce ambayo niliposti hapo jana sio juzi, nikawaambia hii wamempa zawadi. That is nothing. Ile ni nothing mavi. Mnaambiwa nyumbani kwa mkuu wa usalama taifa. Mtu hii nishawaambieni juzi I think. Huwezi kuingia pale na simu kwa sababu ya matusi yaliyokuwa ndani huko. Ni ma Rolls Royce, ni ma Ferrari. Yaani magari waliokuwa nao hawa kina Abdul huko, anayo mkuu wa usalama taifa ndani ya nyumba yake. Hiyo haitoshi. Wamempa dili la airport. Hili dili mnaoenda kukatwa $45 kupita airport 90 ni deal la mkuu wa usalama taifa na Abdul. Hao wawili ndio wanaenda kucollect zile hela. So kwa utajiri huu, kwa hii waliofanya na mkuu wa usalama wa taifa, Abdul in effect amekabidhiwa usalama wa taifa. In effect amekabidhiwa. Mombo afanyi kitu bila kuongea na Abdul, ndugu zangu. Mombo anafanya kitu anachoambiwa na Abdul. Yaani wamempata mkuu wa usalama wa taifa walikuwa wanamtafuta. Wamempata pale kwa Mombo, ndugu yangu. In effect, yani ni kama Abdul ndo mkurugenzi wa usalama wa taifa sasa hivi. Navyowaambia. Ameleta watu tena ndugu wamewainsert ndani ya usalama wa taifa. Na aliye mwagizia Abdul hizo silaha na kuzileta Tanzania ni Angela Kiziga. Huyo ndo aliye process kuagizwa kote kwa zile silaha mpaka kuja Tanzania. Na Mombo kwa sababu ya utajiri uliopitiliza aliopewa na hawa, utajiri ule umemfanya aka sign off container la silaha liingie ndani ya Tanzania, liwe kwenye mikono ya mwananchi. Silaha hajui zinaenda kufanya nini. Yani of course anajua, lakini kazi ruhusu zimeingia nchini. Aliyeniletea hii habari, walioniletea hii habari, mnakumbuka zile documents nilizopost siku zile za Wizara ya Fedha, yeah, zile
documents anaambiwa sijui peleka 10 billion kwa kazi maalum usalama taifa. Hii information nimeletewa kutoka huko usalama taifa, kwa sababu wenyewe wanaogopa, wanatetemeka wale ndani ya usalama taifa, hawaelewi what's going on. Yani ni kwamba sasa hivi hakuna usalama taifa ndugu yangu, hakuna nchi. Hakuna nchi Tanzania, hakuna nchi. Sasa nawaambia ni hivyo Tanzania. 29 mkikaa ndani mtaikumbuka hii video. Mtaikumbuka hii video. Kingine, Kikwete msauni. Yani nyie fanyeni, yani kama, yani mfanye kama Kikwete kafa, hayupo tena. Ndugu zangu, Kikwete anapelekewa Msoga mabegi ya hela. Mabegi ya hela anapelekewa Msoga. Kikwete enzi za Magufuli alichoambulia ilikuwa ni ile nyumba. Ndio alichoambulia enzi za Magufuli. Sasa hivi anapelekewa mabegi yamejaa USD Msoga. Kwa hiyo huwezi kumweleza chochote juu ya Samia, huwezi kumweleza chochote. Yani hata kitokea nini kwenye nchi, Kikwete tena ndugu zangu. Kikwete hela anaokula sasa hivi hakuigusa kipindi cha urais wake. Alafu kumbuka kipindi cha urais wake Kikwete ndo alikuwa na upinzani mkali, upinzani umejaa, kina Lissu, kina Lema wamemkalia hapa. Hakuweza kula. Kikwete hakuweza kula vizuri enzi za urais wake. Sasa hivi ndio anaenjoy. Anaenjoy utajiri wa Tanzania sasa hivi. Kwa hiyo hauwezi kumwambia chochote. Nachowaambia ni Tanzania, kama mtakaa ndani 29 ndugu zangu, kwanza hiyo katiba mpya anawaambieni, anawapeni, anawapa kweli, sio ya uongo. Ile sio katiba mpya mnaofikiria nyinyi. Na ndio maana amepitia, jump through hoops, amebadili katiba ya CCM ili aweze kuweka wabunge wake wanaowataka pale. Anaenda kubadilisha katiba ili agombee 2030. Na pia inabidi wa Tanzania mtumie akili kwa ufisadi huu wanaofanya, ambao sasa hivi umeshakuwa exposed. Mnadhani watu wataachia tu nchi alafu eti Tanzania ichague tu rais mwingine ili bahati mbaya aje atoke Magufuli mwingine pale? Yeye fikirieni tu akili zenu, mnadhani wata take that risk? Ni kuna mawili tu yatakayotokea. Either anabadili katiba baki forever, ama lazima aweke mtu atakayelinda mali zake pale, lakini hawezi kuruhusu. So I'm telling you guys, this is your chance to do something. Baada ya uchaguzi things are going to be bad. Na upinzani, wakosoaji, jamani, Abduli ana container la silaha, ana task force. Things are going to be bad. Guys, mimi personally, yani I don't know. Yani personally, yani mpaka sielewi watu ni binadamu, ni wanyama, ni nini? Yani hii level ya ufisadi wao sio ya kibinadamu anymore. Watu wanakufa Ocean Road. Nyie mnaenda kununua Bugatti. Ndugu zangu, mnanunua hakuna dawa hospitali, mnanunua Bentley, Lamborghini, manini. Hivi nyie mnaroa hata kibinadamu. Wa Tanzania, fight for yourselves.